Uhuru wa Kenyatta kigeshuha. Mimi niseme wewe rais, wewe unatuma vijana akina Sudi, akina Cheriot kutukana Uhuru Kenyatta. Wewe Ruto, kama kabisa wewe ni mwanamke, si utukane rais Uhuru Kenyatta wewe. Why are you saying this small voice? Mimi nimekuheshimu sana. Wale walokalau watu walikuwa wamesema utaongea, nikawapembeleza ukaongea. Mimi nimeambia watu mlimani wasikupigie kelele waongeleshe. Lakini mkiendelea kutuma watoto kutukana Uhuru Kenyatta, I will have to consider. Mwisho tumekuwa na expose again on Citizen, vile ambavyo wananchi wale walio na mapato ya chini wanakuwa overcharged na SHA, kwa sababu ile means testing instrument inawaonyesha wakiwa watu wa viwango vya juu na ilhali mapato yao ni kidogo. So some citizens are paying as much as 10% of their income in spite of the fact that the law provides that you should pay 2.75%. Karago kiuja kiunakio kiuju. Na mwisho niseme hivi, sisi kiongozi wetu ni Rigiji, na hakuna kitu kingine tunajua, na baada ya kuambia tupitie tutapitia hapo, and we have no apologies to make for having been born Kikuyu. Sisi hatuna mtu ambaye tutamwambia pole kwa sababu tulizaliwa Kikuyu, na we will protect the Rigiji. Uhuru Muigai Kenyatta ni kiongozi wetu, tafadhali lazima aheshimike, and we want to tell anybody and everybody that we are ready to defend President Uhuru Muigai Kenyatta with our sweat and blood. Hatuko tunakuja hapa kufanya siasa, lakini ni vizuri tuambiane ukweli, ama si kweli? Sisi tunasema Uhuru Muigai Kenyatta tafadhali amestaafu, apatiwe heshima yake, na ana uhuru wa kusema vile yeye anafikiria kama Mkenya na kama rais aliyestaafu. So we want to tell them again, we will do everything possible to see to it that we defend Uhuru Muigai Kenyatta, led by His Excellency Rigathi Gachagua. We will defend Uhuru Muigai Kenyatta with our sweat and blood. Viongozi wetu wa makanisa, poleni kama tumezungumza siasa, lakini muendelee kutuombea na kuombea nchi yetu. Ewe ni kudangilia hau na nidawaki kwa nidalikia, newe ikawa kwa, newe ikawa kwa mwana mwana, na kwa wale kwa mkalimania hiki kwa sione, araika na adarione, ona inuwa ito, kuhana mara nikani. Vile hapo, na nichukua fursa hii, kumuita kiongozi watu wa chama, kiongozi wa mlima, kiongozi wa Kenya, Mheshimiwa Askofu Mkuu Harrison, our new bishop, Bishop Maina, and your wife Reverend Esther, maaskofu wote wale wamefika, viongozi wale wote wamefika, Wakristo wenzangu, God is good and all the time. Nisalimieni kwa hiyo Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Anawajua uliokuwa nyumba. Ndio yuko yeye. Wanashia linakara.
Unatoa athirigio la roho. Okay, umia. Ona ndio umetiwa kaidi wakaili. Archbishop wetu, tunataka tuseme asante kwa hii sherehe ya kipekee ya kutawazwa ya Reverend Maina akuwe askofu. Tumesema asante, na mimi nataka niseme nimefurahishwa sana na hiyo sherehe vile imeendesha. Wachana na hiyo maneno kwanza, hiyo hapa hapa tuko kanisani. Vijana mpo, vijana na muomba tafadhali, namuomba vijana wetu kwa heshima, tuko kanisani, tuheshimu kanisa, tuheshimu askofu. Mambo ya kufusela tuachane naye. Hata wale wanasimama viti mumeleta hao vijana, muambie tuko kanisani. Hapa ni kwa hali ya maombi. Tutaenda kufanya mkutano huko nje, siasa ile kali. Kwa hivyo vijana, tafadhali tuachane na mambo ya kufusela, tuachane na mambo ya filimbi, tuheshimu ibada ya leo. Mimi nataka niseme askofu wetu, mimi nasema pongezi Bishop Maina na Reverend Esther, pongezi kwa kutawazwa na kuongezwa ngazi ya uongozi katika kanisa letu la Kristo. Mimi nilimjua huyu Reverend Maina, alikuja kunitafuta kwa muda mrefu sana, na mimi niko na ushuhuda ya kwamba yeye ni nabii ya ukweli. Huyu Reverend Maina ya UDC alinitafuta nikiwa naibu rais, akakuja akaniketisha chini, akaniambia Mungu amenionyesha unapangiwa jambo ya kutolewa kwa ofisi, na kabla ya mwaka huu uishe utatolewa. Nikamwambia haiwezekani. Nitatolewa namna gani na huyu mtu tunamsaidia juzi? Akaniambia huyu umemsaidia ndio anakupangia na amepata, na Mungu amenionyesha itakuwa namna hiyo. Nikauliza atanitoa namna gani na lazima kura iende pale bunge? Akasema hapana, wabunge wote watapewa pesa watakutoa. Nikamwambia lakini hata wakipewa wale ya nyumbani ya mlima hawawezi kuchukua pesa. Akaniambia hao wote isipokuwa wachache watakusaliti. Huyu Reverend akaniambia watakusaliti mapema. Nikamuuliza hata ile ya nyumbani mbunge ya Mandera nilimfanya MP. Akaniambia huyu atakusaliti na kutukana kwa bibi yake. Huyu Maina huyu Reverend. Kwa hivyo mimi akipa mnabii, I bear testimony to his prophecy because I have seen it. Lakini pia akaniambia hata ukitolewa usijali, ndio utapata favor ya Mungu na ya raia. Na akaniambia within 1 year utakuwa more popular 10 times than when you are in office. And the same has come to be true. Kwa hivyo sisi tunapenda watumishi wa Mungu na sana tunataka manabii ya kweli, kwa sababu pia iko manabii ya uongo, si ndio? Juzi tuliona wakulima wameenda pale, unabii wa uongo wametokea pale, wanasema ati Mungu anamwambia tunasoma atakuwa vitano. Kwa jina la Yesu manabii ya uongo washike. Na Biblia imeandika vizuri kutakuwa na manabii ya uongo. Wale manabii ya ukweli wanajulikana, manabii ya uongo wanajulikana. Kwa hivyo tutaendelea kuwa na hawa, tutaendelea kuwa na manabii ya ukweli na wale wa uongo. Kwa hivyo Archbishop Harrison, tulia kidogo. Kuna jambo moja umemwambia the new bishop, ukamwambia ile kiwango amefika. There are certain things he can no longer do. That is true. I also want to tell the leaders here
mimi nilijii mahali nimefika. There are certain things I love doing I cannot do. Mimi napenda kuingia kusikiza mgeni. Siku hizi nikiingia kwa mgeni kuna haribika. The whole place comes to a standstill. And it's something when I was down there I used to do. But mahali Mungu ameniweka, I am not able to do it. So wale viongozi watafuta nafasi ya uongozi. There are certain things now you cannot do. You must carry yourself with the dignity and the office that you aspire or the office that you carry. And those who are great works from their bishop to the new bishop. But there are those things that we can no longer do because of the office. Na hili nafasi Mwenyezi Mungu ametupatia. Kwa hivyo Reverend Maina, mimi napongeza, nimeona uko na kanisa nzuri hapa. Sisi tulichangia kidogo siku ile. Tutaendelea kukusaidia. Endelea kuhubiri. Endelea kueneza neno la Bwana. Let your church grow. Now all the members work our bishop. Please support your bishop. A bishop is as good as the members of his church. A leader is as good as his supporters. For the bishop to be successful, the membership must rally behind him. Muunge mkono askofu wetu. Kwa hivyo sisi tumekuja kusema pongezi. Na mimi niseme vile MC wetu yule mkulima amesema. Rigathi Gachagua has no problem na kanisa la Wakorino. Mimi nawapenda Wakorino sana. This is our true church. What I have a problem with ni William Ruto kutumia kanisa yetu ya Wakorino kutuaibisha. That I have a problem. Ile ya kuchukua watu si Wakorino na kuweka hao kilemba kina Moses Kuria. I have a problem with that. Ile kutuaibisha kanisa yetu. Uliona Moses kule amevaa kilemba? Sijana alikuwa Wakorano. Alikuwa na kilemba. These are fake Wakorinos. Sasa ile nilikashifu mimi ni wale Wakorino wamesali wamepelekwa pale State House ya uongo. Wanachukua vitambaa wetu wanakatakata wanafunga. Moses pia funga vitambaa. Nani sio kaneni mtachukua pesa. So mimi lazima nitetea the true and genuine Wakorino in this country. Lazima nitetea hawa. Na mimi niko na imani kabisa na kanisa hili ya Wakorino. But I have a problem with the fake Wakorinos. Na mimi naomba William Ruto tafadhali. Mimi najua unatuchukia kama jamii. Umetuhangaisha. Umefuta watoto wetu kazi KRA. Umefuta hospitali wetu kazi. Umesema Wakikuyu wasiliko pending bills. Umetufanyia kila kitu na ni sawa na tukakubali. Lakini hii maneno ya kuaibisha kanisa zetu hapa Mlimani, we have a problem with that. Juzi umeenda pale Nakuru North, umechukua wanaume, umevalisha kitambaa akiyamanga stash. Kuaibisha kanisa ya Independent, ambayo ni kanisa ya watu ya Mlimani. Juzi umeleta Wakorino, umevalisha akina Moses Kuria kilemba. Kuaibisha kanisa letu. That is why I'm problem. Na lazima niseme hiyo maneno hatuwezi kubali. Pia mimi niko na shida. Kwa sababu wewe ukichaguliwa, ulikuja kanisani na Biblia. Ukasema umeokoka. Biblia kubwa ulikuwa unatembea nayo. Sasa kanisa ya Kristo inavamiwa na wahuni na polisi under your instructions. Pale wewe PCA, wahuni na polisi walivamia kanisa la Kristo. Pale Kariobangi PCA, wahuni wakisindikizwa na polisi wamevamia kanisa la PCA. Pale ACK Witima Church, 12 police officers wakisimamiwa na Betty Maina na bwana yake wameuliza Wakristo pale kanisani. Hiyo maneno yote William Ruto wewe ndio umepanga. That is why we have a problem. Hata kama uko na shida na sisi wanasiasa na wafanyabiashara wa Kikuyu, si wachana na kanisa zetu. Iko haja gani kuuliza watu kanisani? We have a problem with the attack of the Church of Christ. Sisi tulikuwa tumekusamehea kwa vile ulitoma wamama na watoto 207 kanisani Kiambaa, lakini any time you attack the church unatukumbusha hiyo maneno ya 207 na tulikuwa tumesahau. Kwa hivyo mimi nataka niseme, mimi kama kiongozi niko na jukumu la kulinda kanisa la Kristo isimamiwe na William Ruto na polisi na askari, na hiyo kazi tutaendelea kufanya. Na
Na mimi niseme, mimi sina shida na mtu yeyote, lakini niko na shida na masaliti wa jamii yetu. Hata wewe ukiwa ni mhubiri na ni msaliti, msaliti ni msaliti. Ukiwa msanii na ni msaliti, wewe ni msaliti. Ukiwa mama na wewe ni msaliti, wewe ni msaliti. We have a problem na wasaliti wote, kwa sababu na niliona zile MCA hapa kama hapa nimeeleza watu manyumba ya Wakikuyu hapa Nairobi ndio yanabomolewa. Hawabomoi ya kabila zingine, wanabomoa manyumba ya Wakikuyu peke yake. Na MCA ya Nairobi Wakikuyu akiwemo huyu wa Waya alikuwa hapa, wanakaa na ile mtu. Lazima watu yangu msamehe, hata nikiitwa mkabila siwezi kubali mali ya Wakikuyu imalizwe Nairobi ikijia akiwa uhai au sitakubali. Na wale MCAs ya Nairobi wanatembea na Ruto akibomoa mali ya Wakikuyu, tutapatana na nyinyi kwa ndege mama. Wale wabunge wote na maseneta wa hapa Mlimani wanakaa na William Ruto akihangaisha jamii ya Wakikuyu, akiharibu biashara zetu, akifuta Wakikuyu kazi, akihangaisha jamii yetu, akivamia mashamba private hapa Kiambu. Na nyinyi Wakikuyu mnakaa na William Ruto, tutapatana na nyinyi mwaka ujao. Yobai tuelani mwekanyaliwo ilo sintoria siko kurai totariya modo nare na tuona wewe anajingo torari ya kutingana na kutemulira uchoke ukiate na dunia na kuhura mukunya lewa lorere anwa leo kama kunya na nyumba itu asione wao yangu modo sodake tuboteke arato kadero wakunya lewa lorere na sababu ni kimo tete ndana konoe todo wakujaria ruriri adwa nyumba itu na komo renda basho bara kujaria ruriri mumeke ruri takawo meke ruri takawo nemo watu ni sio cho ubaha nikimaliza niambie watu ya Kasarani. Hapa Kasarani tutakuwa na free and fair nomination. Sina mtu yeyote napendelea. Nyinyi wote ni watoto wangu. Uamuzi utafanywa na watu ya Kasarani. Tunaongea saa hii. Haya Wakalau. Nomination inaendelea, watu wamejitokeza maelfu. Umeendelea, uchaguzi haitaonekana, hata IEBC inatakiwa ikuje isome kwa. Na watu ya Kalau watachagua mjumbe wao leo. Na yule atapita kwa UDA is the next member of parliament for Kalau. For DCP. So, hapa niseme hapa Kasarani. Chama chetu cha DCP hapa Kasarani. Yeah? Again? Muko tayari? Nimesema pale Kalau DCP nominations inaendelea, na yule atatangazwa
Olkalao, mshindi wa DCP leo, is the next member of parliament for Olkalao. Unajua hii watu wametuumiza sana, ndio tunataja hapa. Unajua UDA kwa sababu ya vile imetusumbua. Kama sasa wanapanga wale askari walitumika Witima, wameingia Olkalao, walikuja jana na Betty Maina, waka abduct kijana anaitwa Choi kutoka Kenya. Hao askari leo wapo Olkalao, ati wanapanga vile watakuja kusambaratisha nominations ya DCP. Niseme pale, hao askari we know you by name. Watu wa Olkalao wanangoja hii. Mahali tumefika, shegaranishe. Hao askari mlitumika Olkalao, Witima tukanyamaza. We know you by name. You will not be allowed to cause violence in Olkalao. And the people of Olkalao are waiting for you. Wewe Betty Maina, umehangaisha Wakikuyu ya kutosha kama umetumwa na William Ruto. Next year, William Ruto akienda nyumbani, wewe na bwana yako utasimama kotini kujibu yale ambayo umefanya. Ewana nilikwenda mkelia hao kwenda kulala kwa Kasarani. Adwo the migrate ya DCP. Ndio hapo na furia afya. Ndio watu ituendelea. Wale wote wanataka ituendelea. Na nini wetu atigeni. Wewe unataka kwa hivyo mimi Bishop mpya aliwahi kuongeza. Archbishop asante. The clergy asante. Continue praying for us and for this country. And mostly pray for the traitors in our community. Mungu waguze, wawache kusaliti jamii yetu. Na nikimalizia niseme, uhuru wake ni hata kigeshuha. Mimi niseme, wewe rais, wewe unatuma vijana akina Sudi, akina Cheriot kutukana Uhuru Kenyatta. Wewe Ruto, kama kabisa wewe ni mwanaume, si utukane rais Uhuru Kenyatta wewe. Why are you saying this small voice? Mimi nimekuheshimu sana. Wale wa Olkalao watu walikuwa wamesema utaongea, nikawapembeleza ukaongea. Mimi nimeambia watu mlimani wasikupigie kelele waongeleshe. Lakini mkiendelea kutuma watoto kutukana Uhuru Kenyatta, I will have to consider that political direction. I'll have to consider. Because hata wewe kwa sababu ya mwenye kutumana Uhuru atukane, hata wewe ukija, si utakuta watu watakutukana. Mimi sikutaka tufike hapa. Mimi nilitaka tukupatie heshima mpaka next year. Umalize tamu yako. Kwa sababu hiyo ndio katiba. Hata kama tuko na shida na wewe, tunataka upewe nafasi umalize. Alafu tukuondoe katiba. Lakini ukiendelea kutuma hii watoto kutukana na Uhuru Kenyatta, hata mimi kama kiongozi, I'll have to evaluate my previous advice to the community to respect you when you come to the mountain. I'll have to evaluate. And I'll observe in the next few days hao watoto na watumwa wakiendelea kutukana Uhuru, mimi mwenyewe nitatoa direction. Na vile nitasema itakuwa namna hiyo. Nimeona huyu bwana akisema ati Uhuru anasikia wivu ati ile kazi imefanya. Sasa kazi ya kuharibu masomo, kuna mtu anaweza sikia wivu? Mambo ya kuteka vijana ya jinsia na kuwaua unaweza sikia wivu? Mambo ya kuharibu ile charefu unaweza sikia wivu? Ati Uhuru anasikia wivu ati Ruto kazi amefanya. Kazi Ruto amefanya ni kuharibu Kenya. Unaweza sikia wivu na unadhani kama Ruto ameharibu Kenya. Kwa hivyo mimi naomba kwa heshima William Ruto wachana na Rais Uhuru Kenyatta. He handed over to you peacefully. He handed over to you a stable country with a working education system, with a working health system,
where there was peace and security. In 3 years, you have destroyed all that. Just leave him alone. Wachana na Baba Gena aendelea kupumzika nyumbani. Just leave him alone because it's the right thing to do. Ngoni tukuna ukinya hau, wana kunadai kumono. Ayu kwa mulaziwe. Abu ike wela. Role wa okubia. Abu arabiji meka. Abu kitire kumaku inuari. Bishia yule ila no yega mulagira. Ebi muno yoba ipasante.